adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Tuombe. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Tazama Mungu, tuko mbele zako. Wakati huu ni mzuri Mungu, unaenda kunena nasi. Tunaomba masikio yetu ya rohoni, ufahamu wetu wa rohoni, akili zetu, kila kitu chetu Mungu kiongozwe na Roho yako Mtakatifu. Tunaomba utulivu wako ukapatane pamoja nasi, tukapate kupokea sawa sawa na mapenzi yako. Amina. Amen. Basi utaenda kuandika kichwa cha somo ambacho kinasema nini cha kufanya pale unaposhindwa. Nini cha kufanya pale unaposhindwa? Au kwa lugha nyingine utaandika what do you do when you fail? What do you do when you fail? Nini cha kufanya pale unaposhindwa? Katika safari ya mafanikio yako, nini cha kufanya pale unaposhindwa? Sema, on your journey to succeed, what do you do when you are fail? Pale unapoona unashindwa katika safari ya mafanikio yako, nini ufanye? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ndio maana tukasoma katika kitabu cha Mika sura ya 7 mstari wa 8 unaosema kwamba Mungu anasema, usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo nitasimama tena, kwa nuru kwangu. Kwa hiyo kumbe tumeona mtu anaweza akaanguka ila atasimama tena, na kumsaidia aweze kusimama tena ni Mungu mwenyewe. Anasema pale nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Kwamba kumbe unaweza ukawa umeanguka kabisa na uko au umeishi uko kwenye giza, uko kwenye matatizo, lakini anasema katika hali ya matatizo Bwana atakuwa nuru kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba kumbe unaweza kweli ukapitia njaa, ila kwa Mungu, kwa uwezo wake, Mungu atakupatia chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaenda kuona nini cha kufanya pale tunaposhindwa. Mungu anatuambia nini? Tunazama. Sasa nini cha kufanya pale tunapokuwa tumeshindwa? Kitu cha kwanza kabisa tunasema badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako kwa kile unachokisema. Tukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 45, na unasema, Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 45 unasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake utoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale ya ujazao moyo wake. Kwanza kabisa tunatakiwa tubadili mtazamo kwa namna tunavyosema, kwamba tumejua kwamba mtu mwema katika hazina ya moyo wake anatoa yaliyo mema, na yule ambaye amejaza maovu, yale maovu ndio yatadhihirika katika hali ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tukaone ni hatua zipi ambazo tunaweza kuchukua pale tunaposhindwa. Hatua zipi tunaweza tukachukua pale tunaposhindwa? Ndio tunarudi katika kichwa cha ujumbe wetu wa leo kinachosema nini cha kufanya pale tunaposhindwa. Sasa hatua zipo nyingi, tutaenda kuona kwa kadri Roho Mtakatifu atakapotuongoza. Hatua ya kwanza tunasema tambua kuwa kushindwa ni sehemu ya mafanikio yako. Tambua kushindwa ni sehemu ya mafanikio yako. Realize that failure is a part of your success. Kama ukitambua kushindwa ni sehemu ya mafanikio yako, hautakata tamaa. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo, ukisoma ile sura ya 39 utaenda mpaka 41, utaona habari za kijana mmoja aliyeitwa Yusufu.
namna ambavyo ndugu zake walimuuza kwa wale wa Ishmaeli, na namna ambavyo wa Ishmaeli walimuuza kwa Potifa, na namna ambavyo aliishi kwa Potifa hadi akafikia hatua ya kusingiziwa kesi ya kubaka na kwenda gerezani, na namna ambavyo aliishi ile miaka miwili ya gerezani. Tunaona kumbe Yusufu alianguka chini kwa namna ya kusema kwamba alionekana kama ameshindwa kwa namna fulani, lakini alimtumaini Mungu. Tunaona alipokuwa gerezani aliishi kama wafungwa wengine. Sio kwamba Mungu kwa sababu ni mtumishi wake labda yeye ndio alikuwa anakula chipsi, anakula hiki kama vile wafungwa wengine walivyokuwa wanaishi, naye aliishi hivyo. Ndio maana tunasema kwamba tambua kushindwa sio sehemu kwamba ya wewe kuwa ni mwisho wa maisha, bali kushindwa ni sehemu au ni hatua katika mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa habari ya Yusufu tunaona mwisho kule gerezani, kumbe ndio kulikuwa kuna ngazi fulani ambaye anaenda kuvuka kwenda hatua nyingine. Yusufu asingeweza kuja kuwa waziri mkuu kama asingeingia katika gereza. Maana kule ndio kulikuwa kuna watu ambao wataota ndoto, ile ndoto itawasumbua, Yusufu atatafsiri. Alafu kuna nyakati napo mfalme napo ataota. Kwa hiyo ili Yusufu afikie ile hatima yake au mafanikio yake, ilimbidi apite gerezani, japo yeye akutambua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumikia Mungu. Lakini mbona maisha hapa naishi ni magumu? Mbona ni maisha ya kudharaulika? Mbona ni maisha ya fedhea? Hapana, tambua fedhea ni sehemu ya mafanikio yako. Ili siku ukifanikiwa watu wawe na ushuhuda, wawe na pa kuanzia, kwamba huyu usimuone amefika hapa, alianzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba realize that failure is a part of your success. Not the end of your life. Usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona kwamba kwa hali ya kawaida mtu ukitembea njiani, umetembea, umeenda hatua kadhaa, umeanguka, umejikwaa ukaanguka. Kuna watu wa design mbili tofauti. Kuna yule ambaye akitembea akajikwaa akaanguka, anainuka haraka, anaangalia huku na huku, kuna mtu kaniona, anajifutafuta haraka, anaondoka. Kuna mwingine akianguka atataka aje aliyekuwa nyuma aje ampe pole. Kwa hiyo sisi leo tusiwe kama yule mtu ambaye anatamani mtu aje amuone kwamba nilianguka, pole, umeanguka wapi hapa? Hapana, sisi tunatakiwa tukiona tumeanguka, tumeshindwa, tuinuke kwa ujasiri, chapu tuanze kuchukua hatua ya kwenda mbele. Tusubiri kusaidiwa au kuonewa huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kingine tunasema hatua nyingine ya kuchukua pale unaposhindwa, au nini cha kufanya pale unaposhindwa, usimlaumu yoyote kuwa ndiye alisababisha kushindwa kwako. Usilaumu mtu yoyote katika maisha unayopitia kwamba fulani ndiye aliyesababisha mimi kuwa hivi. Don't transfer problem to another person. Usimlaumu kabisa. Don't blame any person. Usilaumu kabisa kwamba kuna mtu huyu amesimama hivi, amefanya hivi, ndio maana nimefika hapa. Hapana, simama kwa nafasi yako. Tasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 13. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 13. Nitasoma katika jina la Bwana. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hii? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Mungu anamwambia Eva, mbona umekula tunda? Mimi nilikwambia katika hii bustani ya Eden pamoja na Adamu, kuleni vyote ila huu mti wa katikati msiuguse. Sasa Mungu anashangaa, huyu amekula. Mungu anamuuliza, ni nini hicho umefanya? Eva anaona amtupie lawama nyoka au shetani. Ni nyoka amenidanganya. Kwa hiyo tunachotakiwa katika maisha, tusiamishe lawama kwa mtu mwingine kwa kulinganisha na kushindwa kwetu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tutambue kweli, ifike hatua tuseme kweli, hapa nimeshindwa, ila nifanye nini ili nisishindwe tena? Kweli hapa nimerudi nyuma, ila nini cha kufanya ili nisishindwe tena? Unaweza ukaja kwa mtumishi wa Mungu ukamwambia, baba, mimi kwa hatua hii naona kila nikifanya hapa narudi nyuma, nifanye nini? Watumishi wa Mungu wana majibu yetu. Bwana